Shukeni. Shuka. Wewe alikuwa ameshika tiaga. Hello guys, welcome to HKTV. Mengi yalifanyika and we gonna show you kitu yenye ilikuwa inafanyika wakati TV zilizimwa. This is what was happening and we witnessed watu wenye tulikuwa tunafuatilia hizo maandamano live. Kuna baadhi ya vitu mingi sana yenye tuliweza kuona yenye ilikuwa ina happen. Watu barabara zilikuwa, Nairobi ilikuwa barricaded, kuingia CBD haungeweza kuingia CBD. So we witnessed some roads being barricaded and police walianza kutumia excess force. They fired tear gas kwa protesters, push back police. So police walikuja wakakuwa overwhelmed and that's where tulianza sasa kuona some mayhems being tussled within CBD. We saw police walitia gas gari yenye kona passengers, a PSV vehicle yenye kona passenger, police wakarusha tear gas ndani and this is also a violation of human rights. Imagine to safeguard life ya mwananchi, a taxpayer, mdozi wake anamwekea tear gas kwa gari and the gari haikuwa inafanya demonstration. Watu walikuwa kwa gari and gari ilikuwa inatembea PSV vehicle. A police decided kutupa ndani tear gas and ukiangalia benyao wanawake wenye walikuwa ndani, the passengers inside the way were screaming wakililia usaidizi. You will find that it's a very horrible incident that Kenyans human rights and whatever justice should be, justice inafaa ipatikane kwa hiyo sekta. And also we saw a man, wakati walikuwa na demonstrate, they decided to kushika tear gas na kurusha back. Tear gas ilishikwa ikarushwa back and guys, in the return mkono ilienda without knowing that the way it is and sasa ndio hiyo. Sasa mtu alikuwa ameenda maandamano kushika tear gas arushie police and tear gas ikamlipukia. So that is the other case. Mtu alitoka nyumbani akiwa very peaceful, anapatikana sahi ana mkono, na ni jambo la kusikitisha sana kuona mtu umetoka nyumbani safe na unarudi hauna mkono. Pia polisi walitumia extra force huko Kitengela and we saw two protesters that were throwing stones to police were gunned down and in the incident first police waligun down mse mmoja, wengine wanaenda kuona huyo mse mwingine pia akaanguka hapo and incident ilikasirisha wase wakagang up and wakaanza kupush police back, which is also a violation of human rights under our constitution. So we believe that the situation itakuwa sawa. We believe that serikali itaongea na youths, wataelewana and everything will move on as peaceful as it is. Then the last incident niliona wale wa kujidai after wame overwhelmed the police, they decided to, after police being overwhelmed, they decided to torture them. Wakapigwa, wakafanya nini, wakawaibia, and we saw some youths
wanajipimisha hizo uniform. Mayouths wenye walikuwa wameshajilea after overwhelm police walienda wakaanza kujipimisha hizo uniforms and whatever, and hiyo ni kitu mbaya, and niko sure msa atafuatwa na atashikwa na justice itapatikana kwa hiyo police. We also see some guys inside the police cell. Hapa sasa ni mwisho wa maandamano after watu kujilea, wengine kushikwa, wasio wako seli wanasema ni heri tu apewe justice bana, na tuko Kilimani afikishwe kotini, cause tumekuwa na incidents za watu kufia kwa seli and whatever, and we believe that justice itakuwa served, watafikishwa kotini. So guys, naomba muendelee kusubscribe tufike 7,000 subscribers.